بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tukiwa tunaendelea na risala yetu ya al-muyassar fi ahkam as-sawm wa adabihi cha al-doktor Abu Aisha Abdul Shakur Muallim, ambapo leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaanza kusoma madha ba'da Ramadhan. Nini baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Na hii ni sehemu za mwishoni mwa kitabu chetu, ambapo baada ya hapa tutakuwa tumebakisha milango miwili ili risala yetu hii ifike mwisho wake. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, anasema mtunzi Allah amrehemu, madha ba'da Ramadhan, ni kitu gani baada ya Ramadhani? Baada ya Ramadhani nini kinafuata? Kwa upande wa uandishi wa risala ya Ramadhani tumeimaliza, lakini kiuhalisia bado hatujaianza. Sasa baada ya Ramadhani kitu gani kinatakiwa kwa wewe kama Muislamu? Nini ufanye, kipi uache, kitu gani cha kuendelezwa na kitu gani muda wake huwa umeisha ukipati tena baada ya Ramadhani? Kwa anaelezea baadhi ya mambo, lakini vile vile ndani yake kuna kuhimizwa juu ya kudumu katika amali ambazo tumeziasisi na kuzifanya kwa wingi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ameweka nukta kadhaa. Nukta ya mwanzo anasema mtunzi, rahala ad-dayful karim, ameondoka mgeni aliyemkarimu. Rahala ad-dayful karim, ameondoka mgeni mkarimu. Wanqadat layalihi aljamilatu, na yamemalizika masiku yake mazuri. Wanqadat layalihi aljamilatu, na yamemaliza masiku yake mgeni huyo aljamilatu, mazuri. Mgeni ameshaondoka na masiku yake mazuri yamemaliza, na ni mwezi wa Ramadhani. Kama ilivyo Waswahili, unapokaribia mwezi wa Ramadhani huwa na kaswida zao, karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhani, wanaokaribisha mwezi wa Ramadhani kwa jina la mgeni. Kwa Sheikh ametumia hilo jina ad-dayf, manake mgeni. Rahala ad-dayful karim, ameondoka mgeni mkarimu. Wanqadat layalihi aljamila, na yamemalizika masiku yake mazuri. Lakinna sawma, lakini kufunga, lan yantahi, hakutokoma. Lakini kufunga lan yantahiya, kufunga hakutokoma, kwa maana kufunga kutaendelea kuwepo. Ramadhani imeondoka, lakini kule kufunga kule hakutokoma.
hakutokwisha. Wal Qur'ani lan yarhala, na Qur'ani haitoondoka. Qur'ani itaendelea kuwepo, uliondoka ni mwezi tu. Wal Qur'anu lan yarhala, na Qur'ani haitoondoka. Wal masajid lan tughlaqa, na misikiti haitofungwa. Misikiti itabakia kuwa wazi. Kila ukienda msikitini, misikiti ipo wazi, ruhusa kuingia kwa ajili ya ibada. Lakini yule mgeni ambaye aliwavutia wengi katika hiyo misikiti, yule ameondoka. Ila hiyo misikiti lan tughlaqa, haitofungwa, itabakia kuwa wazi. Walistijabatu lan tatawaqqaf, na kuitikiwa maombi lan tatawaqqaf, hakutosimama. Walistijabatu, na kuitikiwa maombi yale ambayo tunamwomba Allah, lan tatawaqqafa, hakutosimama, kutaendelea kuwepo kuitikiwa maombi, kwa sababu mwenye kuitikia maombi yupo, haondoki kwa sababu ya kuondoka mgeni wa Ramadhani. Mwenye kuitikia maombi yupo, kwa hiyo ile istijaba, kuitikiwa maombi, lan tatawaqqafa, hakutosimama, kwa maana hakutosangaa, kutaendelea kuwepo. Kwa wale ambao walidhani kwamba Ramadhani tu ndio muda wa kuomba, basi wajue kwamba nje ya Ramadhani pia maombi yanakubaliwa na mwenye kujibu yupo, na kuna nyakati ambazo maombi hukubaliwa kwa haraka, zipo ndani ya Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Walistijabatu lan tatawaqqaf, na kujibiwa maombi, kuitikiwa maombi, hakutosangaa, hakutosimama. Wal ajru lan yanqati', na ujira hautokatika. Wal ajru lan yanqati', na ujira hautokatika. Haina maana kuondoka kwa mgeni huyo basi yoyote utakayoyafanya katika matendo hayana tena ujira, kwa sababu yalikuwa ni maalum kwa ajili ya Ramadhani. Si hivyo. Swala unayoswali ndani ya Ramadhani ina ujira, na utakayoswali nje ya Ramadhani pia una ujira. Sadaka unayotoa ndani ya Ramadhani ina ujira, na ukitoa nje ya Ramadhani vile vile kuna ujira wake. Wal ajru lan yanqati', na ujira hautokatika. Ujira katika amali zilizokuwa njema, ujira upo. Kilichoondoka ni mwezi wa Ramadhani. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kisha mtunzi akaleta aya kutoa ushahidi wa hayo, kwamba ibada hazikatiki. Yale mema ambayo tulikuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani tuendelee nayo. Kwa sababu gani? Allah anasema wa'bud rabbaka, na muabudie Mola wako, hatta ya'tiyaka al-yaqinu, mpaka ikufikie wewe yaqini. Hadi ikufikie wewe yaqini. Ikikujia yaqini, basi hapo ndio mwisho wa kumwabudia Mola wako. Wa'bud rabbaka, na muabudie Mola wako, kwa maana endelea kumwabudu Mola wako. Sio ukasema mimi namwabudu, kwa nini naamrishwa nimwabudie Allah? Ina maana endelea kumwabudu Mola wako, kama ilivyokuja kwa mtume katika suratul Ahzab, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, ewe nabii mche Allah. Kwani mtume alikuwa hamchi Allah? Anamcha Allah, lakini ina maana endelea kumcha Allah. Kwa kama hapa wa'bud rabbaka, na muabudu Mola wako. Sio kusema kwani mimi simwabudu? Hapana, unahimizwa kuendelea, na endelea kumwabudu Mola wako hatta ya'tiyaka al-yaqin, hadi ikufike wewe, ikujie wewe yaqini. Kwa maana ikishakufikia yaqini tu, hapo ndio mwisho wa ibada. Usimwabudie tena Mola wako ukipata yaqini. Sawa? Nyie yaqini hamshaipata au bado? Mshaipata? Kama mshaipata, kwa nini mnafanya ibada? Na mwisho wa ibada ikikujia yaqini,
Mshaipata yakini? Hamjaipata bado? Ndio maana mnaendelea kufanya ibada, sio? Kwa hamna yakini. Katika masharti ya la ilaha illa Allah tumesoma hapa al-yaqinu, al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba. Masharti 9 ya la ilaha illa Allah. Miongoni mwa hayo al-yaqinu, al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu. Nyinyi mna yakini? Hamna? Mnayo. Mbona muendelea kufanya ibada? Na mshaomba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudie Mola wako hadi kufika yakini, kwa maana kisha kufika yakini ndio mwisho wa ibada. Kwa ukiendelea kufanya ibada baada ya yakini, wewe unamwasi Allah sasa ambaye amekwambia mwisho kufika yakini. Kwa ukiambiwa ongoza hii njia hadi sokoni, unisubiri. Kwa maana ukifika sokoni usimame. Sasa ukivuka ukaenda huko mabovu huko sijui kaeza, sasa huko sipo, mwisho pale sokoni. Si ndio hivyo? Muabudie Mola wako hadi kufika yakini. Ukiongeza baada ya kupata yakini ukaongeza ibada, wewe ni muasi. Hujaelewa maelezo au mnasemaje? Yakini hii sio? Kwani kuna yakini ngapi? Yakini ziko ngapi hata hii iwe sio? Hizi ni shubha za masufi, shubha za ahlus sufia. Kwa maana ukishapata yakini wewe ndio mwisho wa ibada. Ndio maana mwakuta baadhi ya masharifu swala za wapita, wako misikitini nje, asoma gazeti, anafundisha wanafunzi wake, au anavuta sigara nyota. Yeye yupo watu wanaswali. Nini? Yeye sharifu, bwana mkubwa, tayari ameshapata yakini. Na aya inamzuia yeye kuendelea na ibada baada ya yakini. Hamna kuendelea na ibada. Sababu ndio ukomo wa kumwabudia Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Na yeye yakini ameshaipata sasa. Kwa hawaswali. Wanaswali vipindi wanavyotaka wao. Ndio anatumia aya hii hapa. Sasa nini maana ya yakini hapa? Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, na yeye ananukuu Ibn Kathir anasema qala al-Bukhari, al-Imam Ibn Kathir ananukuu qala al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari. Kisha huyo Bukhari mwenyewe aliyenukuliwa na yeye ananukuu qala Salim, amesema Salim. Salim ndo nani? Salim ibn Abdullah ibn Umar. Salim ni mtoto wa Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni sahaba na babake Umar ibn al-Khattab ni sahaba. Salim ni mtoto wa Abdullah ibn Umar, ni mtoto wa sahaba. Sasa Salim anaitafsiri hii yakini ndio nini? Bila shaka tafsiri hiyo kaipata wapi? Kwa baba yake, sio? Baba yake ni sahaba Abdullah ibn Umar. Sasa Ibn Kathir ananukuu kutoka kwa Imam Bukhari, qala al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari. Bukhari na yeye ananukuu qala Salim, amesema Salim ambaye ni mtoto wa Abdullah ibn Umar. Alipotafsiri yakini akasema al-mautu, kifo ndio yakini. Kamaliza al-yaqinu akasema al-maut ni kifo. Yakini kwenye aya hii ina maana ya kifo. Muabudie Mola wako hadi kikufike wewe kifo. Kwa maana muabudie Mola wako hadi kufa kwako. Ukishakufa wewe huwezi tena kumwabudia Mola wako, utakuwa ndio mwisho wa ibada. Kwa maana ibada haina mwisho, mwisho wake ni kifo, wewe kuondoka kwenye hii dunia. Ndiyo maana ya yakini kwenye aya hii, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ay hatta ya'tiyaka al-maut, mpaka yakufike wewe mauti uendelee kumwabudia Mola wako. Na ndivyo alivyokuwa mtume. Hakuna mtu mwenye kushinda kwa uo usharifu kumshinda mtume. Kama ni uwali, basi mtume ndo anaoongoza hao mawali wote. Sasa iweje wali wewe ambaye uko nyuma ya mtume ufikie sehemu uache ibada ambayo
mtume mwenyewe kwenye huo uwali ndo anaongoza, hajaacha ibada hadi kufa kwake. Sasa aya hii wameifahamu masufi zaidi au mtume na maswahaba wake? Maana hatujasikia sahaba yoyote aliyefikia kwenye daraja ya uwali na yakini na usharifu akaacha ibada kabla ya kufa kwake. Hakuna. Tuwasikia huku tuko masufi kwamba kuna daraja hiyo inaitwa darajatul yaqin. Akifika hiyo sharifu haswali tu. Mtakujiona na hija, hujua tena pita njia za wapi, huelewi kapita na taasisi gani, mwakutana tuko chini al-Kaaba. Wewe ukirudi huko yashafika. Muuliza, vipi habari za Maka? Kwema, akusimulia mambo kweli yalitokea. Huyu alijuaje huyu? Waenda, lakini waendaje? Hapo ndo tatizo hapo Kuswali hawataki, lakini kila hija wamo. Wana mambo yao Kusali mwanasema almautu, yakini manake ni kifo. Na tafsiri hiyo ndio aliyosema al-Imam al-Qurtubi, vile vile al-Imam Tabari, vile vile al-Imam al-Baghawi, akiwemo al-Imam Saadi na wengineo. Ahlul ilmi karibu wote wametafsiri al-yaqinu maana yake ni kifo, sio daraja fulani akifikia mtu hamna tena ibada, si hivyo. Kisha akaeka nukta ya pili mtunzi akasema, baada Ramadhana, baada ya mwezi wa Ramadhani, kun rabbaniyan, kuwa wewe ni mlezi wa matendo. Kun rabbaniyan, kuwa mlezi wa matendo. Wala takun ramadhaniya, na wala usiwe wewe ni mwenye kutenda kwa ajili ya Ramadhani. Wala takun ramadhaniyan, na wala usiwe wewe ni mwenye kutenda kwa ajili ya Ramadhani. Baada Ramadhana kun rabbaniyan, baada ya mwezi wa Ramadhani kuwa wewe Muislamu ni mlezi wa matendo. Yale matendo yako uyalee, yale yasiondoke, usiyaache, yasipotee bure, endelea nayo. Kama ulidumu kwenye qiyamul layli, kumi la mwisho la Ramadhani, endelea baada ya Ramadhani. Ulikuwa ni mfungaji mzuri Ramadhani, ulifunga mwezi mzima, endelea baada ya Ramadhani. Funga za sunna zipo, Jumatatu wal Khamis, ayyamul bidhi, funga Nabii Daud. Ulikuwa ni mtoaji mzuri wa sadaka ndani ya Ramadhani, endelea muda kuwa uwezo upo. Kwa uwe rabbani, mlezi wa matendo ya khairi uliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wala takun ramadhaniyan, na wala usiwe ni mwenye kutenda kwa ajili ya Ramadhani. Kwa maana baada ya Ramadhani ukaacha kila ibada, zikabaki swala 5 tu, yale yote sadaka, qiyamul layli, ukarimu, yote ukayawacha. La, usiwe hivyo. Farabbu Ramadhana huwa rabbu kulli shuhur, mola wa Ramadhani ndiye mola wa miezi yote. Farabbu Ramadhana, mola mlezi wa Ramadhan, huwa rabbu kulli shuhur, ndiye mola wa miezi yote. Yule ambaye ulikuwa ukifanya ibada kwa ajili yake ndani ya Ramadhani, basi yule yupo, na ndiyo huyo huyo ambaye tuamfanyia ibada nje ya Ramadhani. Farabbu Ramadhan, mola mlezi wa Ramadhan, huwa rabbu kulli shuhur, ndiye mola wa miezi yote iliyobaki, ndiyo yule yule, hajabadilika. Kama ulikuwa unafanya lillahi, endelea kufanya lillahi baada ya Ramadhani, kwa sababu mola ndio yule yule Allah. Fadawim ala ta'atihi, basi dumu juu ya kumtii yeye, dumu juu ya kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya taa na kufanya utiifu kwake yeye, dumu juu ya hilo. Wala tantakis, na wala usigeuke na kurudi nyuma. Wala tantakis, na wala usigeuke na kurudi nyuma. Huwa linqilabu warujuu, ni kule kugeuka mtu akarudi nyuma akaacha kusonga mbele. Usiwe hivyo, dumu juu ya kumtii Allah kwa ibada tofauti ambazo zimethibiti, na zile ambazo ulizisimamia wewe ndani ya Ramadhani, dumu juu yake, zisikatike kwa sababu ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Wala tantakis, na wala usigeuke
ukarudi ukaacha kufanya ibada na kusonga mbele kiibada. Usiwe hivyo. Faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika amesema mjumbe wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake, libni Umara, kumwambia Ibn Umar. Chapa zimeandikwa hivyo libni Umara, kumwambia Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sawa sawa ni kusema haqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika alisema mjumbe wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake, li Abdillah ibn Amri, si ibn Umar, li Abdillah ibn Amri au libni Amri. Baada ya kusema libni Umar unaweza kusema libni Amri, hiyo ni sawa, lakini sio libni Umar. Huenda ikiwa mchapishaji kakosea, imeanguka wao, hiyo neno Umar ukiweka wao baada ya ra pa mwisho inakuwa Amri, na hiyo ndo sawa sawa. Libni Amri, weka wao mwisho na ra iweke kasra, ni Abdullah ibn Amr, sio Abdullah ibn Umar. Yeye hapa mtunzi kasema libni Umara, kama vile anamaanisha Abdullah ibn Umar. La, libni Amri, na Amri tofauti ya Amri na Umar ni wao. Tofauti ya Amr na Umar ni ile wao mwisho, kwa sababu yote Amru herufi zake ni tatu, ain, mim, ra. Amru, sawa, na Umar herufi zake ni tatu, ain, mim na ra. Umaru. Sasa wenyewe wakiandika zamani haweki shakli fatha wala kasra wala dhamma, ndio wenyewe asili ya Kiarabu, naandikwa tu zile herufi ain, mim, ra. Mtu ashajua Mwarabu Umar. Sasa ikawa hakuna tofauti baina ya Umar na Amr, herufi tatu na huko herufi tatu, ili kutofautisha. Yule Amri mwisho akaweka wao. Sasa akiona wao mwisho anajua hii si Umar, hii ni Amr. Ndio tofauti iliyopo. Lakini ile wao haisaidii chochote katika usomaji, haisomwi, imewekwa pale kama alfariqa kwa ajili ya kutofautisha. Usije ukachanganya wewe, unaikuwa ile wao, ukiona wao mwisho ujue huyu ni Amru, pasipokuwa na wao huyu ni Umaru. Tumeelewa au bado? Sasa hapa ilitakiwa ikai wao, kwa sababu anayesimulia aliambiwa maneno haya na mtume ni Abdullah ibn Amri, kwa maana yule Amru. Sawa? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Amri, eka wao. Ingekuwa ni Umar sema libni Umara, lakini si ibn Umar, hakusudia, anakusudia Abdullah ibn Amri. Mtume alisema kumwambia Abdullah ibn Amr, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun mithla fulanin, usiwe wewe mfano wa mtu fulani. Kana yaqumu al-laila, alikuwa huyo fulani huyo anasimama usiku kwa ajili ya ibada. Fataraka qiyama al-laili, akawacha kisimamo cha usiku kwa ajili ya ibada. Ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun mithla fulani, usiwe mfano wa mtu fulani. Baadhi ya wanachuoni wanasema hapa mtume alimtaja huyo mtu, bali huyo Abdullah ibn Amr akotoa kusimulia yeye ndo hakumtaja, yeye ndo akasema fulani, kumsitiri huyo mtu aliyetajwa na mtume. Baadhi wanasema hivyo lakini wengine wanasema hapana, hiyo fulani ndio hivyo hivyo alivyosema mtume, sio kwamba amefichwa na huyo Abdullah ibn Amr. Hiyo fulani ndio aliyosema mtume, hakumtaja mtu. Tumeelewa? La takun mithla fulani, usiwe wewe Abdullah ibn Amr mfano wa mtu fulani. Kana yaqumu al-laila, alikuwa huyo fulani anasimama usiku kwa ajili ya ibada. Fataraka qiyama al-lail, akawacha kisimamo cha usiku kwa ajili ya ibada. Alikuwa ni mtu mzuri kusimama usiku ibadatan, lakini baadaye akawacha, akawa si mtu mzuri tena. Sasa wewe Abdullah
usiwe kama huyo fulani niliyokuambia. Rawahu al-Bukhari. Ndani ya hadithi hii kuna al-hathu ala qiyamil layl, kuhimizwa watu juu ya kusimama usiku kwa ajili ibada, lakini vile vile ndani yake kuna at-tahdhir min qat'il a'mali an-nawafil, kutahadharishwa watu kuzikata zile ibada na matendo ya sunna ambao umeanza nayo vizuri, umeasisi, lakini baadaye ghafla unayakata bila sababu yoyote ya kisheria, huna udhuru. Ndani yake kuna tahadhari, kiasi ya kwamba Mtume ametoa tahadhari kwa fulani mwenye tabia hiyo, kumtahadharisha Abdullah, usiwe kama huyo, kwa sababu qiyamul layli asli ni jambo la sunna, sio lazima, lakini Mtume amemtahadharisha huyo fulani kuonyesha haipendezi ibada za sunna kuzikata pasi na sababu yoyote, hasa kisimamo cha usiku. Lakini vile vile ndani ya hadithi hii tunahimizwa kudumu juu ya kumtii Allah, kama tutakavyoona hadithi ya mbele. Wasuila Rasulullah, na aliulizwa mjumbe wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, ni ipi katika matendo lenye kupendeza zaidi kwa Allah? Ni lipi katika matendo lenye kupendeza zaidi kwa Allah? Ayyul a'mali, ni lipi katika matendo ahabbu ila Allah, lenye kupendeza zaidi kwa Allah? Tendo gani hasa katika matendo yote ambalo linapendeza mno kwa Allah? Allah analipenda tendo hilo. Faqala, Mtume akasema, adwamuha wa in qalla, lenye kudumu lao zaidi, lenye kudumu zaidi katika hayo matendo. Adwamuha, lenye kudumu zaidi katika hayo matendo. Wa in qalla, ijapokuwa ni kidogo tendo hilo. Wa in qalla, ijapokuwa ni kidogo tendo hilo, lakini limedumu muda mrefu, linatendwa na mtu fulani, tendo hilo linapendeza zaidi kwa Allah kuliko kukusanya amali nyingi, ibada nyingi, matendo mengi, taati zile nyingi, kisha zikakushinda njiani, siku 2 3, mwezi, wiki moja, zote ukaziwacha kwa sababu umejitwisha mzigo mkubwa. Kidogo kidogo unaongeza ibada fulani ya sunna, unadumu nayo. Ukiona imekaa kwenye mstari, umezoea, sasa ongeza nyingine. Usianze hafla bin mvua, wenyewe wanasema kama mvua, kidogo kidogo, sababu ukianza kwa hasira zitakushinda njiani, kwa sababu tendo lenye kupendeza zaidi mbele ya Allah aduwamuha, ni lile ambalo limedumu zaidi katika hayo matendo. Wa in qalla, ijapokuwa tendo hilo ni kidogo, umedumu na rakaa 2 tu za usiku, qiyamul layl, rakaa 2 tu, lakini umedumu nazo muda mrefu, miezi, miaka, ni bora kuliko kuanza na rakaa nyingi 8 sijui ngapi huko, lakini wiki moja tu zote zimekatika sababu umechoka mapema. Hiyo si bora. Bora amali ndogo lakini imedumu katika utendwaji wake. Al-Imam Ibn Kathir alipokuwa akiwekea taaliki hadithi hiyo tuliyosoma, la takun mithla fulani, al-Imam Ibn Uthaymeen ana at-ta'liq ala sahih al-Bukhari, ile sahih Bukhari likaiwekea taaliki ile. Ibn Uthaymeen alipofika kwenye hadithi hii akasema, ahabbu liibadati ila Allah, ibada yenye kupendeza zaidi kwa Allah, madawama alayhi al-abdu wa in qalla, ni ile ibada ambayo mja amedumu juu yake hata ikiwa ni kidogo ibada hiyo, juhudi yake kwenye ibada ni ndogo. Qiyamul layl ni rakaa 2 na 1 ya witri kalala, ikidumu hiyo inapendeza zaidi kwa Allah. Kisha akaendelea Ibn Uthaymeen katika jumla maneno yake akasema, wa kana min hadihi sallallahu alayhi wasallama, na alikuwa Mtume katika muongozo wake, katika mfumo wake, swala na salamu ziwe juu yake, annahu, hakika yake, idha amila amalan athbatahu, pindi anapotenda amali yoyote basi anaithibitisha ile amali, anaidumisha. Hiyo ndio kaida yake Mtume sallallahu
alayhi wasallam. Kwa jitahidi mtu unapoanza amali usianze kwa pupa, usianze kwa jazba na fujo, anza kidogo kidogo ili ile amali idumu. Hata ikiwa ni kidogo, dumu nayo hiyo, inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta namba 3 akasema dawim ala siyami 3 ayamin min kulli shahrin, dumu juu ya funga ya siku 3 ndani ya kila mwezi. Dawim, dumu wewe, kwa maana endelea. Ala siyami 3 ayamin, juu ya kufunga siku 3 min kulli shahrin, ndani ya kila mwezi. Dumu na jambo la kufunga siku 3 kila mwezi unapoingia. Fa an abi hurairah, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala, Allah amridhia Abu Huraira amesema, awsani khalili sallallahu alayhi wasallama, alinihusia mimi kipenzi changu, swala na salamu ziwe juu yake. Awsani khalili, alinihusia mimi kipenzi changu, swala na salamu ziwe juu yake. Bithalathin, kwa mambo matatu. Bithalathi khiswalin, mambo matatu au vitu vitatu. Anamkusudia nani kipenzi chake? Mtume sallallahu alayhi wasallama alimuhusia Abu Huraira mambo matatu, kisha akaanza kuyataja Abu Huraira: siyami 3 ayamin min kulli shahrin, funga ya siku 3 katika kila mwezi. Jambo la mwanzo hilo ambalo amehusiwa na Mtume, siyami 3 ayamin min kulli shahrin, funga ya siku 3 ndani ya kila mwezi. Wanachuoni wasema ayyamul bidh ni yale masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15. Kila mwezi unadumu kufunga masiku yale. Ndio wasia wa Mtume kwa Abu Huraira. Wa rak'atay duha, wasia wa pili, na rakaa 2 za wakati wa duha. Wa rak'atay duha, na rakaa 2 za wakati wa duha. Wakati wa duha mnaojua, baada ya kuchomoza jua na kuinuka kiasi cha fumo ni mkuki, takriban baada ya kuchomoza jua robo saa mbele hadi dakika 20, pale duha imeanza sasa, hadi jua kufika katikati, kulingana sawa mbinguni. Jua likiingia katikati, duha imemaliza. Sawa Kwa wakati huo wote, kuanzia saa 6 humo kurudi nyuma, saa 5, saa 4, saa 3, 2, saa 1, muda wa kuwa jua limechomoza limeinuka, huo ni wakati wa duha. Rakaa 2 hapo ni katika wasia wa Mtume kwa Abu Huraira. Wa rak'atay duha, na rakaa 2 za wakati wa duha, nisiziwache rakaa hizo 2. Kila ukifika wakati wa duha ni swali. Wa an utira qabla an anam, na ni swali witri kabla sijalala. Wasia wa 3, wa an utira, na ni swali mimi witri kabla an anam, kabla sijalala. Mtume alinusia ni swali witri kabla ya kulala, na hii inafaa baada ya kumaliza salatul ishai, ukamaliza na rakaa 2 za baadia. Hapo unaweza ukaswali swala yako ya witri, ukienda zako nyumbani ukapumzika. Lakini kilichokuwa aula ni kuiswali mwishoni mwa usiku. Na ukihisi hujamaliza ibada, usiswali witri baada tu ya isha, endelea na ibada zako za qiyamul layl, kwa sababu witri inakuwa ni mwisho. Ij'alu akhira salatikum bil-layl witra, ijalieni swala ya witri kondo ya mwisho katika swala zenu za usiku. Kama umemaliza swali witri ukalala, hujamaliza usubiri umemalize, kisha utaswali witri mwisho kabisa. Witri ndio swala ya mwisho, hakuna swala baada ya witri. Wa an utira qabla an anam, na ni swali witri mimi kabla sijalala. Mambo mangapi muhusia Mtume Abu Huraira? 3. Kuswali rakaa 2 wakati wa duha, kuswali witri kabla hajalala, na kufunga siku 3 kila mwezi. Sawa Huu ni wasia wa Mtume. Hakumwambia na kuhusia Ramadhani tu ikifika ndio ufanye hivi, la, wasia huo unaendelea ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, kuonyesha ya kwamba matendo kama kisimamo cha usiku, kuswali rakaa 2 za duha,
jambo la kufunga hayaishii baada ya kumaliza Ramadhani, matendo hayakati, na ujira hauna mwisho ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, kuwa ni mlezi wa matendo yako wala usiwe ni mwenye kutenda kwa ajili ya Ramadhani. Nukta ya 4 akasema la tansa